imeyumba. Dunia imefikia mahali ambapo hakuna wa kuaminika. Mume hamwamini mkewe, hali kadhalika kwa mkewe. Mwana naye hana habari na mzazi. Na hata wale wanaohubiri amani tunahisi ndio wazalishaji wakubwa wa nyuklia. Hii yote ni kwa sababu dunia haina amani bali vita. Na vita hivyo sio vya silaha pekee, bali vita vya njaa, magonjwa, umasikini na hata dhidi ya ajira. Hujambo na karibu uungane nami katika makala hii ya Jenga Tabia, ikiwa na lengo la kurekebisha baadhi ya tabia ambazo nyinginezo zinachukuliwa kawaida, yani zimezoeleka. Leo hii tupo na mada hii ya omba fursa nyingine mjini. Mimi ni Dennis John Kazenzele na hii ni K1 Media Online. Kaa nami mwanzo hadi mwisho. Karibu. Unajua, makosa ya wachache uharibu matarajio ya wengi sana wenye uhitaji wa kweli. Pengine ni kwa kujua au kutokujua. Hii haimaanishi kwamba lisihesabiwe kama ni kosa. Kuna hawa wanaoitwa omba. Wamekuwa wasumbufu sana baadhi yao. Lakini pia wamekuwa ni wahuni na waongo kiasi kwamba wenye uwezo na hali ya kuwapa msaada hawana tena hamu nao. Kiufupi, omba sio watu waliokosa tu uwezo wa kumudu maisha kutokana na changamoto za kimaumbile au ulemavu kama ilivyozoeleka. Bali kwa sasa omba wamekuwa ni wafanyakazi waliojikita zaidi katika utafutaji kwa njia ya udanganyifu. Kweli, baadhi yao ndio waliofanya hata wale wenye sifa ya kuomba waonekane ni wadanganyifu pia na ni vibaka. Jaribu tu kuwaza, omba anakuomba huku akikwambia hata kama una hela kubwa basi chenchi anayo. Anakuambia ana njaa, hata mahali pa kulala hana. Lakini ikifika jioni kuna mtu mwenye nguvu mmoja anaweza akaja kumchukua na kukusanya pesa, lakini pia kumsaidia kumrejesha nyumbani. Au kuna wale wanaoendeshwa kwenye baiskeli ya walemavu. Asubuhi analetwa na jioni anafuatwa. Hiyo sio shida, ila shida ni mtu anayemsukuma kwenye baiskeli ile ya walemavu ni mtu mwenye uwezo wa kufanya kazi na kumtunza kabisa. Hili ni janga, na kama hatua sahihi hazitochukuliwa, basi tusishangae kuona taifa la omba, taifa la ovyo kabisa kwa siku za usoni. Hao ni wale wanaokaa baadhi ya maeneo ya mjini, kwa mfano pale maeneo ya Cool Street jijini Dodoma na Nyerere Square kwa mbele pale Dodoma, au kule Arusha maeneo ya stendi kuu ya mabasi yatokayo mikoani. Lakini pia tusisahau Dar es Salaam, maeneo mbali na mikoa hiyo ndipo watu hao wamejazana. Ni kweli, katikati ya kundi la kondoo yumo chui, na kwenye msafara wa mamba na kenge wamo. Ndivyo ilivyo kwa hawa ndugu zetu omba. Kwani katikati yao pia wamo wezi, mina waita wazee wa fursa. Humo wamo vibaka, wamo matapeli na hata chuma ulete. Hebu fikiria, mtu anakuja kwenye biashara yako kama mtu anayehitaji msaada kutoka kwako. Lakini ukishamsaidia tu na kuondoka, angalia sehemu unapoweka pesa zako. Hazipo, noti zote hakuna. Huyu sio omba, bali ni chuma ulete. Hebu waza, mtu huyu utamchukuliaje? Au leo unamuona ni mlemavu wa miguu au mikono au maeneo mengine ya mwili, lakini baada ya kazi unakutana naye mtaani au baa, ni mzima. Wapo wengi wa hivi, na sisi tulijiuliza maswali mengi sana ambayo majibu yake hadi leo hatujafanikiwa kuyapata. Hawa ni kina nani? Kuna wakati nawaza juu ya wale wenye tabia za namna hii. Najiuliza kama ni laana au ni aina ya ulemavu wa kichwa, au ni fikra potofu zinazowasumbua, au ni uvivu uliopitiliza ndio tatizo. Bado nawaza. Kuna wakati katika kutafakari namna ya kuadhibiti watu hao,
waharifu wa omba. Najikuta nikiwaza mengi sana na mengine hayana faida kwa jamii hata kwa taifa. Lakini ngoja kwanza. Vipi kama serikali itaamua kuanza kuwatoza kodi au ushuru? Nadhani ni wazo zuri, naamini watakimbia. Kwani huko hakuna uhakika wa kipato cha kutosha. Japo inawezekana ikachukuliwa kama fursa ya kuwaibia raia wema. Au kama vipi, serikali inaweza ikachukua jukumu la kuwaandikisha, na maanisha kuwasajili, wajulikane ni ombaomba wako sehemu fulani, kama vile ilivyo kwenye swala la bodaboda, IC, bajaji na kadhalika. Na wao wapewe maeneo maalum na waandikishwe au wasajiliwe kama watu ambao watakuwa wanalipa kodi ama ushuru. Ndiyo, kama wameona hiyo nayo ni ajira, basi tuonyeshwe vigezo wanavyotumia, na kama hawana vigezo mbali na hivyo vya uwezo mdogo wa viungo vya mwili, basi serikali iweke wazi hukumu yao pamoja na udhibiti kama njia ya kuondoa kero na hasara kwa walipa kodi na raia wema. Jina langu ni Dennis Kazenzele na hii ni K1 Media TZ. Alright. Usisahau kulike, kushare na kukomenti. Pia ukiweza kusubscribe channel hii basi itakuwa vyema zaidi. Asante kwa kutufuatilia na endelea kufuatilia makala zaidi ya Jenga Tabia. Bye bye.